Asante sana kwa kuweza kuwa pamoja nami kwenye episodi ile ya kwanza, yani kichupa kile kilichokwisha kuisha kinachomhusu Boss Lady. Hatimaye sasa tuko kwenye kichupa kingine kabisa. Hii mashine wanaita Karma. Hii maisha, hii movie inakwenda kuangalia maisha ya bwana. Maisha yake halisi, nini kilimtokea, nini kiliweza kumfanyikia na kwa nini yani. Huyu bwana ni mzee wa kukopa. Unajua mtu wa vikoba. Oya, wanaitaga black na vingine vingi. Mtu anajua mikopo vibaya mno. Lakini pia ni mtu wa kufanya betting. Yani unajua mambo ya betting. Sasa leo alikuwa ameweza kukamatwa na bwana mmoja ambaye ni mkatiri vibaya mno. Huyu bwana anaga swali ya mtume wala kucheka na mtu. Acheki na kima wala nini unaambiwa. Sasa huyu bwana aliweza kumtishia na kuweza kumwambia hivi, ukiingia kwenye 18 kama ukashindwa kuweza kulipa pesa yangu, basi mimi nitachukua figo yako na kuweza kwenda kuifanyia mambo mengine. Bwana huyu bwana anamtishia, anamwambia nitachukua figo na kuweza kwenda kufanyia jambo jingine. Kuweza kupewa onyo namna hiyo, bwana mdogo anamka asubuhi, anaenda kwenye mitikasi yake kama kawaida. Lakini ghafla anapokea simu, anaambiwa baba yake ameweza kupata ajali na yuko kwenye hali mahututi, inatakiwa aende kuweza kumtazama mgonjwa. Sasa anafika katika moja kati ya hospitali kubwa sana ndani ya hapo Korea unaambiwa. Sasa anaambiwa baba yako yuko pale na mimi ndo naweza kumpata ajali. Anaambia sasa naomba uweze kunisaidia. Hii kesi sitakiweze kufika mahakamani. Kwa sababu ikifika mahakamani kesi itakuwa ni kubwa sana. Niko tayari kuweza kulipa gharama yoyote kama utaweza kunisaidia katika hili. Bwana mdogo anaambiwa kama utaweza kunikubalia nitaweza kupatia dola milioni 5. Basi akapatiwa dola milioni 5 kuja kucheki na mneo ni pesa na mpunga wa kutosha. Akamwambia baba nimeweza kupatiwa dola milioni 2. Yeye akaeka milioni 3 kibundani. Baadaye akarudi akamwambia bwana mdogo, wakati naongea na wewe nilisikia harufu ya pombe. Yaani unanukia pombe kabisa. Kwa hiyo uliweza kumgonga baba yangu wakati umekunywa mzinga. Sasa cha msingi niongezee dola milioni 3 ili niweze kukusamehe. Ongeza milioni 3 nyingine. Sasa bwana mdogo akamwambia ni kweli sina pesa, lakini nitaenda kutoa, nitaweza kukupatia. Mzee baba kwa sababu ni mzee wa mipunga akampatia kama kawaida. Lakini hii pesa haiwezi kumsaidia chochote. Wakati anapekua namna hii anakutana na insurance card. Hii ni insurance card. Watu wanakata bima za maisha. Yani kwamba mimi nikifa labda kwenye ajali au ugonjwa, basi watu wangu watafaidika katika pesa fulani ambayo wataweza kuipata katika insurance. Maisha yameendelea na watu wameendelea katika namna hiyo. Ukiambiwa bima, basi hapa tunaongelea bima ya maisha. Bima ya maisha, wewe ukifa basi atapatiwa dola kadhaa. Sasa bwana mdogo akamwambia baba yake akifa atapata dola bilioni kadhaa. Sasa kucheki namna hii akaona maisha magumu, huku nadaiwa na tayari nimeshapewa vitisho. Na muda wote wa mandiga wanakuja wanaweza kunikamata na kunipeleka ndani. Kuweza kunicheki. Lakini mzee wake sasa alikuwa ameweza kupata ajali, lakini ajali hiyo hamna popote napompeleka. Sasa itakuwaje? Nifanye maamuzi gani? Niweze kumuua babangu nipate pesa za insurance ama nifanye nini? Mawazo kibao yanagonga kichwani. Sasa wakati huo akampigia mzee baba mmoja, anamwambia mzee, na kazi kuhusiana na wewe. Akamuita hapa. Huyu bwana alikutana naye jela. Na huyu mzee unaambiwa kazi zake ni mauaji. Ni wanamuita ni mfanya kazi ambaye unampa ajira ya kwenda kumuua mtu fulani na yeye anaenda kuifanya na mambo yanakuwa fresh vibaya mno. Akamwambia sasa nahitaji uweze kumuua babangu. Akamuuliza kwa nini unamuua babako? Mimi namuua babangu kwa sababu nitapata pesa kutoka insurance. Sasa nataka nitengeneze ajali ambayo ajali hii si ya kweli bali ni ajali ya kutengeneza. Akamwambia kwa hiyo mimi nitapata dola milioni 5 na mimi nitakupatia pesa yako kidogo. Kwa hiyo wewe sasa kama vipi, fanya ichukua mchongo uweze kufanya namna hiyo. Mambo yatakuwa mazuri kwa sababu mimi nitapata pesa na wewe utapata pesa na maisha yatakwenda vizuri vibaya mno. Akatoa kazi kwa ajili ya kuweza kumuua baba yake. Sasa anataka kuweza kumuua mzazi wake, mzazi aliyomlea, mzazi aliyemkuza, mzazi ambaye alipambana aliye kuweza kufika hapo. Bwana wewe, unaambiwa pesa mwanaharamu, yani pesa iko tayari mtu kuweza kumwaga damu. Kwa hiyo usicheze na pesa, usicheze na mali ya mtu. Sasa bwana mdogo akaweza kuanza kutengeneza mpango. Akamwambia babangu picha yake na kitambulisho chake ni hichi. Anafanya kazi katika moja ya kampuni ya ujenzi na kila inapofika jioni lazima apitie ruti ya hii hapa. Akaendelea kumuonesha area. Anamuonesha maeneo na siku kwa ajili ya kuweza kufanya tukio halisi. Sasa leo ndio ile siku ya kuweza kufanya tukio. Anaambia anaona bwana mdogo amenidanganya. Pesa za insurance sio dola milioni 5 bali ni dola bilioni 1. Na tayari kama unahitaji kuweza kunipa asilimia kadhaa, maana yake unatakiwa uweze kunipa asilimia kadhaa katika ile dola bilioni 1 na wala sio dola milioni 5. Akamwambia ni poa. Basi kwa sababu haina shida.
ni hivyo, lakini nilitaka niweze kudanganya kidogo. Ila kwa sababu uko tayari kuweza kufanya kazi, basi kazi ifanyike. Wewe piga kazi, mimi niweze kupata pesa na wewe uweze kupata pesa. Inakuwa ni win-win situation. Akasema sasa wewe nenda kafanya kazi afu uone kama utapata tamia. Bwana mdogo ana tamaa. Na hizi kazi unaambiwa usiweke tamaa kwenye pesa. Pesa ni mwanaharamu. Wakati huo bwana mdogo wako kuna mvua mida mikali kama hivi. Watu wamewasha chuma namna hii. Mzee baba anatembea hana hili wala lile. Wakati huo anatembea hana hili wala lile, bwana mdogo ametulia akiwa anasubiri kazi iende kufanyika. Nini kinatokea? Bwana mdogo yuko busy tu. Wakati huo amelala hana hili wala lile, mzee baba anaendelea na safari hivi. Anasonga mbele, watu wakawasha chuma, wakawasha gari, wakavuta mafuta namna hiyo, wakaseleleka na kuweza kumgonga. Ikawa hapo ndio mwisho wa maisha yake. Wakati huo anapokea simu. Simu inamwambia inabidi uweze kufika kituo cha polisi kwa sababu kuna mauaji yamefanyika. Mauaji tena? Mbona mimi nilijua ni ajali? Imekuaje? Anaweza kufika, anajiuliza sasa kesi hii imefanikiwa, ni furahi ama ni cheke, ni nune ama nilie. Anafika namna hii mochwari na kuweza kutambua mwili, anagundua ni baba yake mzazi. Kilio. Analia lakini machozi haya hayatoki moyoni kwa sababu yeye ndo muuaji. Yeye ndo alituma mtu kuweza kumuua na muuaji akamuua, akamgonga na kuweza kumwangamiza maisha. Askari anamwambia, inaonekana baba yako hakuweza kuuawa kwa kesi ya kawaida. Hii sio kesi, sio hit and run, bali hii ni murder case. Anauliza nini? Imekuaje afande? Anasema inaonekana baba yako aliweza kugongwa na muuaji akashuka tena nje kuweza kutazama na akamgonga tena, kwa sababu alivogongwa hakufa. Huyo akashuka tena chini na kuweza kumgonga tena mara nyingine. Anasema sasa afande, mmezaji kujuaje? Anasema huyu hapa ni shahidi. Na kutazama namna hii ni shahidi, ni mama ambaye ni rafiki wa baba yake kabisa. Akasema mbona kama mkeka niliobeti umeweza kuharibika? Yani kama mkeka basi umekwisha kuweza kuchaicha. Nitakuaje sasa? Kwa hii bado ni kesi au ni ajali? Nashindwa kuweza kuelewa. Anamwambia hii inavyoonekana ni ajali na bado tunafanya uchunguzi kuweza kuona namna gani tunaweza kumkamata muuaji. Akasema sasa itakuaje? Na vipi kuhusiana na pesa za insurance? Nitapata ama nitakosa? Akili bado inamsumbua kichwani na mawazo mengi moyoni. Na mdogo, mkeka niliobeti nimebeti nimekosa ama nimebeti nimepata? Ama ni Yanga na Simba amefungwa au kufungwa amefungwa nani? Ni mimi ama nimekosa pesa kabisa? Akiwaza huku madeni anamsonga. Wazee wamemwambia wanahitaji kuchukua figo yake kuweza kuiuza kurudisha pesa alizoweza kukopa. Itakuwaje? Moja kati ya mafia moja hatari kweli kweli. Kilio kinaendelea na anashindwa nini afanye. Anakuja moja kwa moja akajikaza kuweza kuja katika sehemu moja ambapo huku ndipo ilipo insurance company hile. Hasa kuweza kufika namna hii, huyu bwana wa insurance yuko hapa. Anakumbuka huyu bwana aliweza kumpatia dola milioni 5 hivi. Baadaye kaona itosha, akarudi akamdai dola milioni 3 nyingine. Sasa leo itakuwaje? Leo ameweza kukutana ofisini na anamuuliza vipi naweza nikapata pesa za insurance za baba yangu, na yeye anamjibu hiyo kesi bado iko mahakamani, huwezi kupata hela kwa sasa. Hadi polisi watakapoweza kutoa go ahead kwamba ilikuwa ni ajali, basi utapatiwa pesa zako dola milioni 1. Wakati anaondoka namna hii, hasira ziko kichwani. Kuna fande namna hii anaweza kumuona. Imekuaje bwana huyu? Anaweza kumuona, anajiuliza imekuaje huyu bwana? Ameweza kuja kufuata pesa za insurance kabla kesi haijaisha. Kwa nini yani? Inabidi aweze kufanya uchunguzi, na uchunguzi unaendelea kuweza kujua nani msababishaji na kwa nini alisababisha, kwa nini alimuua na kwa nini aue. Wakati huo huyu bwana amekuja kuweza kupata mpunga wake bwana. Anamwambia sasa nahitaji pesa yangu, nimeshakwisha kuweza kufanya kazi na leo usiku unaonekana unamzika baba yako na mimi nimekwisha kuweza kumuua na niliweza kumuua. Anamwambia sasa mimi nilikuweza kutuma umuue lakini sio kwenda kumzika. Kwa nini ulienda kumzika? Kwani ukumbuki nini tuliongea? Kwani ukumbuki nini nilikwambia usiende wewe ulitakiwa mgonge na uweze kuondoka. Ionekane ni hit and run, yani kagongwa then kakimbia. Sasa kwa nini ukaenda kumgonga then ukaenda kumgonga ukashuka tena ukambeba ukaenda kumzika? Kwa nini umeharibu mambo? Huyu bwana akaendelea kusisitiza, mimi sijamgonga, sijamzika, na mimi nilimgonga tu nikamwacha. Mimi sikuweza kumzika. Ila ikazi nilifanya na bwana mdogo mwingine.
Huyu bwana unaambiwa naye alikutana naye huko jela. Huyu bwana yeye ni mzee wa kupenda kuua, na kuua ukimpadili ya kuua basi umempa kitu kizuri sana kwake. Yeye yuko tayari kuweza kuua. Na yeye ndo naambiwa aliweza kumgonga, na baadaye akaona haijatosha ikabidi ashuke chini na kwenda kumgonga tena. Bwana. Kwa hiyo ndo kesi jinsi ilivyokuwa. Wakaona hii haitoshi, wakamtia ndani ya gari ili kuweza kutengeneza mazingira kusema hii ni kesi ya mauaji. Lakini wakati huo huyu bwana kumbe akufa baada ya kumgonga tena, ikawa bado hajafa, ikabidi amzibe mdomo na pua kuweza kumuua kabisa. Wakati huo wakasubiria gari nyingine chini ya daraja, wakaweza kumgongesha na kuonekana huyu mtu ndo ameua. Sasa huyu ambaye aliua ndo unaambiwa alienda kumzika huyu bwana. Bwana. Huyo muuaji amesababisha muuaji akaonekana si muuaji, na muuaji akakimbia uuaji, na muuaji alionekana ni muuaji kumbe si muuaji. Kwa hiyo muuaji si muuaji, na muuaji aliyeua anakata kwamba sio muuaji. Na yeye alimgongesha tu na wala hakutaka kuweza kumuua, na ikaonekana ni kesi ni kesi aliyosingiziwa. Kwa hiyo hii kesi ni kesi ya kusingizia. Wakati huo wako anakagua ilikuwaje na kesi ile niweze kufuta detaili hizi za ushahidi, anakuja kugundua kwamba maiti ilitupwa kutoka juu. Na msababishaji wa muuaji sio mimi bali ni mtu mwingine kabisa. Kuja kucheki ni professional killer, yani ni muuaji wa kulipwa. Bwana. Asema kwa hiyo kesi hiyo ndio ilivyokuwa. Ambie ndio, nahitaji kuweza kupata pesa zangu. Sasa pesa sijapata na siwezi kupata pesa mpaka muuaji kesi iruhusiwe kwamba babangu alipata ajali. Kwa hiyo wauaji walivyoona wapati pesa yao na jamaa aleta pesa zao, akaona hii hapana, haiwezekani. Wakaamua kuweza kumshika na kuweza kumkamata. Wanataka kupata pesa zao by force, by nguvu. Kwa namna yoyote ile lazima utoe pesa. Utatoa kwa kulazimisha au kwa kupigwa makofi. Wakati huo anakuja kumuona the professional killer, yuko na hivyo vifaa. Anambia leo lazima tutakuonesha adabu. Anasema kama vipi tumuue tena? Huyu tumuue ili tuweze kupata pesa. Kama hata kutoa pesa sisi tunamuua ili kuweza kuenjoy maisha. Asa huyu bwana kwenye swala la kuua, yeye ni furaha yake, akamwambia haina haja kuweza kumuua, akamwambia basi na kuoe kwanza. Akamuua mshikaji wake, kisha akataka aweze kumuua na huyu mwingine. Akaona isiwe noma kwa sababu kesi imekuwa kesi na tayari polisi wamejua kesi na kesi imekuwa hatari, basi acha nimchome moto ili niweze kusingizia aliyeuawa ndio mimi na mimi ni mtu mwingine. Kibo. Tayari jamaa katengeneza mazingira, lakini ile pia unaambiwa iliweza kumpata na yeye. Baada ya kuweza kumpata akapeleka hospitali. Kuja hospitali namna hii kumkagua, anagundua muuaji huyu sio yule mtu aliyeuawa bali huyu ni muuaji aliyeua. Lakini huyu binti unaambiwa na yeye ana kesi na huyu bwana. Alivyokuwa na miaka 10, unaambiwa zamani huko aliweza kubakwa na huyu bwana. Alibakwa na kuweza kufanyiwa mambo mabaya sana. Hasa leo anagundua muuaji aliweza kumuua ndio yuko hospitalini kwake sasa. Na huyu muuaji, unafikiri nini kinamtokea? Hasa unaambiwa binti akaamua kuweza kumlipizia kisasi. Unaambiwa kisasi al-kisas hakim, yani kisasi haki, al-kisas haki. Kwa hiyo sasa akaweza kumfanyia kisasi yule muuaji aliweza kumfanyia mwenzio uuaji. Ambia unakumbuka ulichoweza kunifanyia? Kwa hiyo sasa leo nakulipizia kile ulichoweza kufanya. Bwana mdogo akamuua na kesi ikawa imeisha namna hiyo. Bwana, usisahau kubonyeza neno subscribe, pia kuweza kubonyeza neno like katika YouTube channel yetu pamoja na TikTok. YouTube tunapatikana kama jina Mkombozi. Ukiandika Mkombozi Recap basi utaweza kunipata muda wote. Lakini TikTok tunakwenda kwa jina la Mwalimu wa TikTok au Matrix DJ. Tupo pamoja.